Naam, watazamaji wa Zuma David, mara tena nimerudi kwenu nikiwa na jambo la kusema nanyi mchana huu, kwa sababu kila siku, kila uchao, kama nilivyosema, mambo yanabadilika na mambo yanaendelea mengine, na jinsi yanavyoendelea hivyo kila kitu kinabadilika. So mchana huu leo niseme kwako wewe mtazamaji wa Zuma David, kama iwapo hauja subscribe, ufanye hivyo, usubscribe pindi tu unapopata video hii, ili uwe mtu wa kwanza kupata video pindi tu ninapoiachilia, na uwe mtu wa kwanza pia kusaidika na hizi video. Unapo subscribe, bofya alama ya kengele hapo ili ikunotify wakati wowote ambapo kuna kitu kitatoka kwa Zuma David. So mchana huu wa leo niko na jambo ambalo nililigusia hapo nyuma. Jambo hili ni uamuzi. Niligusia kuhusu uamuzi kwa sababu kila kitu ambacho kinaendelea leo hii ni kwa sababu ya uamuzi uliofanyika wakati fulani huko nyuma. Nikasema uamuzi ni kama mbegu ambayo mtu hupanda chini ya ardhi, na apandapo kitu chochote chini ya ardhi, lazima mtu huyu awe na matazamio ya kuvuna baadaye. So unapofanya uamuzi ni sawa na kwamba kuna kitu umepanda chini ya ardhi na una uhakika wa kwamba utavuna. Nikasema unapoamua vibaya ama unapofanya maamuzi mabaya, lazima pia utapata matokeo mabaya, na uamuapo vizuri ama ufanyapo maamuzi mema, utapata matokeo mazuri. So niseme hivi, kwa kila unachokiona leo hii kinaendelea, kila chochote ambacho leo hii kiko, ni matokeo ya uamuzi uliofanywa either na mtu fulani ama na kikundi fulani ama na society fulani. Unapozungumzia maybe tuseme jinsi kanisa lilivyo leo, ni uamuzi uliofanywa huko nyuma na hao wanaoenda makanisani hapo nyuma. Ukiongelea pengine tuseme uchumi wa nchi yetu, ni uamuzi pia uliofanyika huko nyuma. Kama basi kanisa ni zuri leo, kuna mtu aliamua hapo nyuma, ndio maana leo liko zuri. Kama uchumi wa nchi ni mzuri, kuna maamuzi yalifanyika hapo nyuma na wakuu wa nchi, ndio maana uchumi uko vizuri. So namaanisha nini? Kwa kila kitu kinachoendelea leo hii ni uamuzi uliofanyika mahali fulani. So niseme hivi, chochote kile ambacho kiko kwako leo ni uamuzi uliofanya jana. Kama basi leo unapitia magumu, tafakari jana hapo nyuma uliamua kufanya nini. Kwa mtu nikasema hapa tunaongelea mtu kujielewa na kujigundua na kujijua. Kwa mtu anayejielewa vizuri na kujijua, wakati wowote atafanya uamuzi ulio bora, hata kama jambo hilo ni gumu namna gani. Huenda anakumbwa na jambo gumu sana, lakini atafanya uamuzi ulio bora. Nami pia ninakusihi wewe kama mwanafamilia wa Zuma David, siku zote ufanye uamuzi ulio bora, ili uwe na uhakika wa matokeo yaliyo sawa. Nichukulie mfano wa mambo ambayo sasa yanaendelea mengi. Kuna hili
niseme nini? Kuna hii kasumba ya single mother ambayo leo hii ni kama ni janga fulani. Kumekuwa na a lot of single mothers of which haifai kuwa hivyo. Single mothers najua wako waliofiliwa na mume zao, ni sawa, lakini kuna hawa single mothers ambao huu single mother ni kama ulifanya kuwavamia unknowingly. Namaanisha nini? Mtu ni single mother kwa sababu kuna kidudu mtu ama mtu mwenye mfano wa jinsia ya kiume. Mimi siwezi sema huyu mtu ni mwanaume. Mtu mwenye jinsia ya kiume aliyemweka mimba msichana na akakataa mimba. So a lot of single mothers wa leo ni wale ambao waliwekwa mimba halafu jamaa akakataa kulea mimba ama akakataa kabisa kuhusiana na yeye. Ndio maana unapata anajifungua mtoto bila baba, anaitwa single mother bado. Ni kitu gani hiki ambacho kinafanya watu wawe na single mother kwa wingi? Ni kwa sababu vijana wengi wa leo wanakosa kuchukua uamuzi ulio bora. Anakosa kujua hiki kiumbe ambacho kiko tumboni leo kitakapozaliwa kitahitaji baba. Huyu mtoto atakapozaliwa atahitaji baba. Lakini mtu anachukua uamuzi wa kukataa mimba, mtoto anazaliwa bila baba. Kijana anakosa kuchukua uamuzi wa sawa. Kijana ama mwanaume anayejitambua ataamua kulea mimba, hata kama pengine maisha yake ni magumu kiasi gani. Lakini usikatae mtoto. Vijana wenzangu, tujukumike. Pindi utakapoweka mtoto watu mimba, kubali na ujukumike. Usiache mtoto wa watu hata wakati mwingine anaigiwa na pressure, anatamani hata kujiua kwa sababu yako wewe ambaye ulimweka mimba. Ulimfuata mwenyewe, mkaelewana, lakini leo hii umemwacha kwa sababu ana mimba. Eti unasingizia haujajipanga. Halafu unapata libaba lingine nalo linamsaidia mwanawe ama linampongeza mwanawe baada ya kukataa mimba. Wewe nawe ni baba kweli? Unasahau kwamba nawe pia una watoto wako wa kike. Je, mtoto wako wa kike naye akifanyiwa hivyo, aikwe mimba na aache, utajisikiaje? Ama itakuwa ile msemo wa mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Unapofanya jambo kwa mtoto wa mwenzako, fikiria pia angekuwa mtoto wako. Unapofanya uamuzi kwa mtoto wa mwenzako, fikiria angekuwa wako pia, ungesikiaje? Na wewe kijana, unapoacha msichana wa watu na mimba, fikiria angekuwa dada yako. Angekuwa dada yako, ungesikiaje? Halafu ndipo fanya uamuzi unafanya. Tufanye uamuzi mzuri, tupate matokeo baadaye mazuri. Huyo mtoto atakapozaliwa atahitaji malezi mazuri. Na uhakika mtoto atakapozaliwa na apate ni mama tu peke yake, hakika mara nyingi malezi yanakuwa si mazuri, kwa sababu ni msichana mdogo bado hajajua kujitafutia na ana mtoto. So inabidi ajitafutie pia na atafute mtoto. Unapata ndoto zake zote zinaishia pale, mtoto wa watu. Halafu wewe unaendelea, kama ni masomo unaendelea na kile kingine unaendelea kufanya. Lakini mtoto wa watu unakatisha ndoto zake pale. Tuwe na mioyo ya huruma kwa hawa mabinti wenzetu, wasichana wengine wetu. Tunapofanya uamuzi, ni vizuri uangalie unachoamua na ni kwa nini na ni wapi
na ni wakati gani na unaamua kwa nani. Tufanye maamuzi mazuri, tupate matokeo mazuri. Sitaacha kusema hili, tunataka Kenya yetu bora, East Africa bora, Afrika bora na ulimwengu ulio bora. Lakini unategemea watoto wetu ambao tunawalea. Hawa watoto watakapozaliwa bila baba, hawatapata masomo mazuri, hawatapata lishe bora, hakutakuwa na maendeleo mazuri mbeleni, maana tunaua kizazi ambacho kiko leo. Lakini kama kila mmoja atachukua nafasi yake, kama ni baba asome kama baba, mama asome kama mama, uchukue uamuzi wa busara, tutajenga kila kitu kizuri. Halafu ukumbuke kila unachokifanya kuna Mungu mbinguni anakuangalia na anakuona. Ukumbuke kabisa, wengine wanafanya hivi na kila siku wako kanisani, hata uombe utoke machozi. Lakini kama umetelekeza mtoto wa mtu mahali, sidhani kama kuna hilo jibu vizuri. Lakini pengine kama ulifanya hapo nyuma na sasa umesikia, ni vizuri uchukue hatua, uombe msamaha na ujukumike toka pale. Mungu wa mbinguni atakusamehe. Utakatifu si kuenda kanisani, utakatifu si kuenda msikitini. Utakatifu unaanza na matendo yako wewe mwenyewe. Unaanza na uamuzi wako unaofanya wewe unayeniangalia. Kama unataka kuwa mtakatifu, anza na matendo yako, anza na wewe mwenyewe. Utakatifu si kuita Bwana asifiwe ama hivyo salamu zingine. Utakatifu unatokana na uamuzi unaofanya leo. Amua vema upate mema. Bye.